Lakini mwenzako unaona, kwa mfano mwanamke unaokuwa na mwanamke akakukasirisha wewe mwanamume. Nazungumza na wanaume hapa sasa, wanawake mzibe masikio. Nazungumza na wanaume. Bwana asifiwe sana. Nazungumza na wanaume. Wanaume si mkweli. Mwanamke anaweza kukukasirisha, lakini amekutega mtego, anakukosea ukasirike, alafu kikasirika yeye aseme wewe ni mbaya. Unakasirika, unavunja sahani. Alafu anaita watu, "Na amevunja sahani." Sasa watu wasema huyu mwanaume ni wa ajabu, yani mwanaume anavunja sahani. Kumbe amekufanyia jambo ambalo wewe yani ungewaambia watu kwa nini umevunja sahani, wangesema kumbe hata hivyo umejitahidi. Lakini sasa watu kwa sababu usemi ni hasira unavunja sahani alafu umeondoka, watu wanakuona ana tabia mbaya huyu. Kumbe sahani ulinunua alafu hakupe chakula pale kwenye sahani kwa yule hapo bado. Kwa hiyo msiwe na hasira, tawala hasira. Ukitawala hasira, ukikontrol hasira, unapata uwezo wa kupata njia mbadala. Si ndio? Unapata njia mbadala kwamba sasa hapa hiki kimefanyika hivi, sasa nifanye nini? Na wanawake hiyo msiwe na hasira. Ukiwa na hasira unaunguza mtoto wakati hausiki kwenye migogoro yako wewe na mume wako. Unamtupa. Kama kiraba na baura imanyambarura abata. Mbunno banaga wakati ni ukubonkia. Au msheja batenga. Tushinde hasira. Shinda nini? Shinda hasira. Hasira ni mbaya. Hasira ni uwaji. Maandiko yamesema amchukie ndugu yake ni muuaji. Kisha kuwa na chuki wewe ni muuaji. Na maandiko yameonya hivi, uwe na hasira ila usitende. Kila binadamu ana chanzo cha hasira ndani yake. Kila binadamu, ndani ya binadamu kuna hasira. Sasa ukiwa na hasira, maandiko yamesema ujihadhari usitende nini? Dhambi. Ukasirike kama binadamu wanavyokasirika, lakini jihadhari usitende dhambi. Usimtukane mtu, usipige mtu, usiharibu mtu, usiharibu mali ya mtu kwa sababu ya hasira. Dhibiti hasira ili ukae chini. Wanasaikolojia wanatushauri kwamba unapokuwa umekasirika usifanye maamuzi. Uamuzi wote unaofanya umekasirika si sahihi. Ndio maana afadhali utoke uende mahala, uende kwenye shughuli yoyote au uende mahala kwa rafiki yako mwingine mkazungumze, hasira kwanza isha ndio uje kufikiria, nilikuwa nimefikiria baada ya kuna nini nifanye hivi, kumbe ningekuwa nimekosea. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Hapo kalikuwa ni kadokezo. Kama umekashika, Mungu akubariki. Sasa njia, kwa hiyo kila mmoja wetu anatamani kushinda. Sema kushinda. Na kwa sababu adui yupo, shetani ndio chanzo cha kila ubaya duniani. Maana Mungu hakuumba ubaya. Mungu alikuwa ameumba dunia ikae vizuri, tulie, kila kitu chende sawa. Lakini alipokuja